Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja nikupe ushuhuda bwana. Siku moja wakati nipo pale Ubaruku, tulikuwa tumepanga ghetto moja. Ile nyumba ilikuwa na vyumba vitatu vinne. Sasa tulikuwa tumepanga na jamaa mmoja. Yeye ameoa mke. Yule mke sijui alimkuta porini, sijui msituni, sijui nyumbani, sijui baa, sijui ilivyokuwa. Lakini nataka nikuelekeze. Amen. Nataka nikwambie. Siku moja yule baba alikuwa ameenda kuchoma tofali usiku. Ameenda kule kwenye tanuri kachoma tofali. Akawa anakuja nyumbani mida ya saa 8 usiku. Anapofika pale akaanza kupiga hodi. Mke wangu naomba nifungulie. Sasa kwa sababu yule mwanamke alipoanza kwenye ufalme wa giza, mwanamke akasema, wewe haujatoka kazini. Najua tu umetoka kwa hawala. Yule mama akaanza akasema, hapana. Najua umetoka kwa hawala. Yule jamaa akajitetea, hapana mke wangu, John angaleta mikono ina majivu. Akasema, hapana siamini. Mke wangu mikono yangu ina masizi. Hapana siamini. Kaka mama akasema, sasa mume wangu, yani nataka nikuonyeshe nilivyowachuma mimi. Baba akasema, haya nakusikiliza mke wangu. Yule mama akachua kaingia na akasema, umeona hii TV? Baba yuko nje akasema, nanyanyua TV na ipasua na haunifanyi chochote. Baba akasema, wewe nikiingia ndani ndakuo. Kaka mama akakamata bwana. Nchi 32 kakanyanyua juu kuu. Pachi likapasuka. Hatujakaa sawa. Nanyanyua sabufa na pasua. Kweli? Kaka mama akachukua tena na ile sabufa. Chini kakalazimisha mpaka ipasuke. Ikapasuka. Sasa baada ya kupasuka ndipo baba anafunguliwa mlango. Baba anapofunguliwa mlango, mama alichomoka kama mshale. Akakimbia. Alipokimbia, yule jamaa akaanza kujilalamisha. Akaanza kulani. Akaona mlani yule mwanamke. Anasema, sijui nilifumba macho wakati ninaoa yule mwanamke. Sijui nilimwokota makaburini. Maana ana nyota ya kufa. Anaua mpaka TV. Anaua mpaka masabufa. Sijui nifanye nini. Yule baba akaendelea kujirani. Akaendelea kulani. Usingizi ukampitia ukamchukua. Saa 12 wanaamka wote wanaenda kuoga asubuhi mafuni. Amen. Wameenda kuchukua na saa ngapi sijui. Wamebembelezana wapi sijui. Wamekubaliana wapi sijui. Zile laana za kumlani mki sijui zimebadilika saa ngapi, zimekuwa baraka bwana. Sasa mchongo ni hapa. Kila siku ajenda ni kununua TV na kupasua. Kila siku itakuwa ni hivyo. Ila ndoa tumekaa pale, lakini ndoa haina amani. Wakicheka saizi, wanangu masaa yanayofuata ni vita. Mpaka hatua ya mwisho kabisa, yule baba akamfunga mke wake na mashuka na kamba. Funga kabisa, funga. Kaka mama kakapiga ngoo. Kwa hivyo piga kelele, kaja majirani. Majirani wakasema, hatukuchukua, hatukufunguli bwana. Hapa tunaita tuma polisi. Polisi wakaja, wakamkamata yule baba, funga pingu, wakaondoka naye. Sasa faida iko wapi? Ya kung'ang'ania dhambi, faida iko wapi? Wakituona kina Joshua tumevaa swali za vitambaa, wanatuona hatuna akili, lakini kumbe sisi ni wajanja. Bwana Yesu Nazareti peke yake, yeye anasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba akupita katika njia iliyonyoka, ni njia ya Yesu. Sulemani anasema, ipo njia ionekanayo
njia njema machoni pato, lakini mwisho wake ni njia mauti, 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 ni njia mauti. Mwanamke sawa. Amen.